Kwa majina naitwa Vincent Ahmadi Manoa. Mimi ni mkazi wa Vihiga, Mbale. Nimekuwa Nairobi kuanzia Wednesday. Nilikuwa nimeenda kalia mtihani wangu kwa chuo kikuu cha Kenyatta University. Haya masaibu yalinikuta on Thursday asubuhi. Kama nimeamka tu, nimeshanawa naelekea stage ili niende shuleni kukafanya mtihani wangu, ambapo nikaitwa na wanadada wawili, wakaniita, wakanisignal, nikawaambia mimi niko mbio nakimbia kwa mtihani. Wanadada wakaanza kuniita mwizi, kuita na kushout mwizi. Kwa hiyo hali nikashtuka kidogo, nikalegeza mwendo kidogo, mwendo kasi nilikuwa nao nikalegeza kidogo, wakanifikia. Kwa hiyo kunifikia wakaanza kunipora, na hiyo wakati walikuwa washafika around 6. Wakanishika kwa mfuko, wakatoa pesa kwa wale, wakachukua wallet, mwingine bag. So mvuruge kule Nairobi, ambapo kuna jamaa fulani alionekana kwenye video pale na wanawake wawili wakijaribu kuleta vurugu hapa na pale, mmoja akisema nilipe, na wengi wamekuwa kijiuliza ni yapi yaliyojiri, ni nini kilitokea, masuala gani yalifanyika. Na kwa hapa hivi tunaye yule mwadhiriwa ambaye anaitwa Vincent Manoa. Vincent Manoa hata tueleza mwenyewe, maana sisi wenyewe hatuwezi tukajua. Unajua sisi tunaona tu katika mitandao ya kijamii, lakini tueleze tu kiufupi, jina lako, wewe nani, unatoka kaunti gani, na yapi yaliyojiri kawa kambo kapatikana katika ile video. Kwa majina naitwa Vincent Ahmadi Manoa. Mimi ni mkazi wa Vihiga, Mbale. Nimekuwa Nairobi kuanzia Wednesday. Nilikuwa nimeenda kalia mtihani wangu kwa chuo kikuu cha Kenyatta University. Haya masaibu yalinikuta on Thursday asubuhi. Kama nimeamka tu, nimeshanawa naelekea stage ili niende shuleni kukafanya mtihani wangu, ambapo nikaitwa na wanadada wawili, wakaniita, wakanisignal, nikawaambia mimi niko mbio nakimbia kwa mtihani. Wanadada wakaanza kuniita mwizi, kuita na kushout mwizi. Kwa hiyo hali nikashtuka kidogo, nikalegeza mwendo kidogo, mwendo kasi nilikuwa nao nikalegeza kidogo, wakanifikia. Kwa hiyo kunifikia wakaanza kunipora, na hiyo wakati walikuwa washafika around 6. Wakanishika kwa mfuko, wakatoa pesa kwa wale, wakachukua wallet, mwingine bag. So mvurugano na kuvurutana ikaanza hapo sasa. Ndio. Na katika ile hali ya kuvurugana, manako niliona kwamba ulikuwa mtulivu sana. Kwamba ukutaka mambo mengi, manake ndio maana unapata watu wengi wanachukulia kwamba huyu labda ili tukio lililofanyika. Manake katika hiyo video ulikuwa unasikia kwamba wanasema tupatie pesa zetu, tulipe. Hasa madai yao hii ya kulipa ilikuwa aje? Hiyo madai yao ya kulipa nilisikia na nikawauliza nilipe nini? Kwa sababu hao ni wanadada wenye sikuwa na wajua hata kidogo. Mimi nilikuwa nimetoka zangu kwa nyumba naelekea stage, sikuwa na wajua hata kidogo. So mambo ya kwanza kusema tulipe, mimi nilikuwa very shocked. Nalipa nalipa nini? Ndio. Okay. Na katika ile hali ya mvutano, ukaambia kwamba lipa nini, maana umesema kwamba ulishangaa pia wewe ulipe nini? Maana niliona begi yako, sijui begi ilikuwa la kitopi ilianguka chini. Na kulikuwa na watu wakaja, umati ukaja pale. Unajua Nairobi wakati mwingine wanakuanga na changamoto zake. Katika ile hali ya mvurugano unapata wanakuja wengine wanakushika, hata unaweza pata labda ushauawa. Baada ya hilo tukio, labda kulikuwa na polisi walikuja, labda wakachukua hiyo hatua, wakazuia kidogo,
Hilo tukio liliendelea kwa muda wa dakika kama 5 ama 10 hivi kabla polisi wakuje. So kulikuwa na mvurugano mwingi kwa sababu walitaka baada ya kuchukua wallet yangu walikuwa wanataka simu sasa. Au wanadada walikuwa wanataka simu sasa. So tulivutana kwa sababu singepeana simu yangu kwa sababu wallet yangu imeenda na pesa. So pesa nilikuwa nimebaki nayo ilikuwa kwa simu. Yeah, so tulivurugana kidogo. Kwa hiyo kuvurugana, maaskari wakakuja. Maaskari wa Hazina Police Station wakakuja. Na after wamekuja wakaweza kushika wawili wakatoroka. Na sasa baada ya kushikwa, inamaanisha kwamba hatua gani ya polisi walichukua baada ya hao wasichana labda wameshikwa? Wasichana walishikwa, wakapelekwa Hazina Police Station, sote tukaandika statement. Kufika hapo Hazina Police Station, wakaruka sasa mambo ya kusema mambo ya kuwalipa, wakaanza kusema walinisalimia, mimi nikawaita malaya. Ambapo ni uongo kabisa. Hata after wameniita hata sikuongea nao. Kwa sababu nilikuwa mbio sana, nilikuwa nachelewa. Na baada ya hapo labda unajua walichukuliwa hatua wakawekwa kizimbani ama ilikuwa tu hali ya kuongea? Wako kizimbani hadi leo. Wako kizimbani, yani hata nikitoka Nairobi jana nimewacha wakiwa kizimbani. So wako kizimbani. Mambo ya uchunguzi wa polisi unaendelea. Labda unapata wakati mwingine mtu anaposhikwa anakuwa na wasiwasi, labda katika ile hali ya kuwa na wasiwasi waliweza kukiri lililojiri? Walikuwa na wasiwasi ndio. Kwa sababu wakati walikuwa wanaojiwa mambo ya kuniita mwizi wakakataa. Wakasema hawakuniita mwizi, wakaruka hiyo. Mambo ya kusema ni walipe wakakataa pia. Wakasema hawakusema ni walipe. So kufika huko hapo wakiojiwa wakasema tu ati niliwatusi baada yao kunisalimia, ambapo ilikuwa uongo kabisa. Na Manoa, unajua wengi wanakujua kwamba yule mtu ambaye ana kazi yake kama labda daktari hivi. Na unajua tukio kama hili wakati mwingine unajua zimepita karibu siku 5. Katika in any way hii kitu imekuwa affect katika kijamii, familia, kikazi ama nini? Unajua labda ule mtazamo wa jamii unakuwa tofauti kidogo. Umehisi namna gani katika hizi siku 3? Hizi siku 3 zimekuwa very painful, especially kwa familia yangu. Nikitoka Nairobi jana nikifika sikupata bibi. Nilipata kama ameenda, lakini uzuri nimeconfirm amefika kwao. So nilipata kama ameenda. So baba yangu, mama yangu, ndugu zangu, watu wenye tunafanya nao kazi, ma colleagues wameshtuka. Wameshtuka. Hili jambo ni jambo baya. Ni jambo baya ndio. Maana watu walishangaa, daktari atakosa kulipa aje pesa? Pesa nilikuwa nayo kwa sababu hata hiyo wallet walikimbia nayo ilikuwa na close to 15,000. Yes, so pesa haikuwa challenge. Na sasa mimi nilikuwa nashtuka. Wananiita mwizi. Haya, watu wakikuja hivi wanaanza kusema sijawalipa. So mimi niwauliza nilipe nini? Sijaelewa mpaka leo walikuwa wanataka nilipe nini. Kwa sababu hata wakati wameshikwa wakipeleka pale kwa polisi hawajasema walikuwa wanataka nilipe nini. Ndio. Na Manoa, katika hii hali ya wewe labda uko hivi, hawa wasichana wajua wakati mwingine vile nilikuwa naona wakikururuta, wakati mwingine jamii na mtazamo tofauti kwa mtoto wa kiume. Ulikuwa mtulivu, hukufanya jambo lolote, hukuleta vurugu. Mtazamo wako unaweza shauri aje wananchi kuhusu nafasi ya mwanaume katika jamii? Wanaume hawana sauti. Ikifikia ni kwamba kama kuna mvurugano wa mwanaume na mwanamke, wanaume hawana usemi wowote. Jambo la pili yenye ningependa kuambia wanaume, mimi nilifunzwa mwanamke apigwe. Regardless of the situation, hata wakufanyia madharau gani, usiwahi piga mwanamke. That's why ukiangalia vizuri kwa hizo video, ningetaka kuwapiga ningewapiga ndio. Lakini nilirestrain sana kwa sababu najua mwanamke si mtu wa kupiga. So niliwacha tu waendelee na hizo drama zao because nilijua eventually zitaisha.
na mambo haya nao wako ikionekana kwamba wako kizimbani, wewe unatarajia kuwasamehe ama unatarajia kuchukua hatua nyingine kwa labda kwenda kotini? Kotini nayo wataenda. Kotini nayo wataenda kwa sababu unajua hiyo ni mambo ya polisi sasa. Hiyo ni mambo ya polisi, lakini mimi kuwasamehe sina shida ya kuwasamehe, but inafaa wakili what exactly happened. Kwa sababu my image has already been tainted. My image has already been tainted. Watu wanasema sijui kufuliza, sijui kufanya nini, it has already been tainted. So ni wao wenyewe waamue kusema ukweli venye ilikuwa. So that hii mambo iishe. Itulie. Mambo itulie, yes. Na unajua masuala kama haya sana katika jiji la Nairobi, unapata ya kwamba labda umetoka tu nyumbani vizuri, unaenda katika harakati zako tu, shughuli za kwako pale Nairobi. Wakati mwingine hasa si masuala ya labda masuala ya jinsia kike, mambo na makiki ya mahusiano. Unaweza kuwa unatembea hivi unashukia kwamba unashukiwa kwamba wewe ni labda ni mwizi ama nini. Katika experience yako ambayo umepata, labda unawasia upi katika kwa kueleza watu wale ambao labda katika harakati wanaweza enda kule Nairobi, wanaweza katika town yote hapa, wanafaa kujiandaa aje? Nairobi, sijakaa Nairobi mimi Nairobi naendanga huko masomo tu na narudi. Nairobi kama sio wanaume inafaa wakuwe very careful wakiwa Nairobi. Yes, very careful. Unaweza wekelewa anytime. Na watu wanawekelea wanaume ni hao wanadada zetu, hao wanawake hao. Yes. Ukikataa hiyo vitu hao hiyo advantages zao wanakuwekelea anything. Kama mimi wanaanza tu kuita mwizi. Wanaanza tu kuita mwizi. Sasa kwa hiyo wakati walikuwa wanaita mwizi alafu ni useme uanze kukimbia. Ukikimbia unajua mob justice iko tu. Yes, mob justice utakutana ukikimbia utakutana na mob justice. Alafu jambo la pili, wanaume avoid wanawake wa Nairobi kwa streets. Avoid hizo streets na usitembee peke yako kama mwanaume. Angalau uwe na mtu ambaye anatembelea kwa karibu. Tembea na mtu kwa karibu. Rafiki yako ama hata wenye wanatembea tu, usitembee kwa vichochoro ama usitembee kwa hizi corridors peke yako. Especially kama hujui vizuri hizo corridors. Uenda labda ukakumbana na masuala kama yaliyokupata. Utakumbana nayo. Nairobi utakumbana nayo. Yes. And you know sasa the problem is society will just judge from what they see. They will not know what led to that. Okay. Watajaji tu yenye wameona saa hiyo. Hawataangalia yako nini ilifanyika hapa. Wataona tu hiyo yenye wanaona. Yes. Kwa sababu muda wetu umetupa kisogo, sisi katika ile hali ya kufuatilia kwamba haki imetendeka, hii TV 38 tunakutakia kila laheri katika harakati yako ya hali ya kupambana na masuala ambayo yamekukumba. Mpenzi mtazamaji, nimekuwa naye Manoa ambaye mlimsikia sana, amejieleza yale yaliyojiri, na ikawa kwamba mwenye amesema watu wana mambo mengi, labda ashasema yashafika kule, mwenye ushasikia na masikio yako. Kufikia hapo tunasema asante sana kwa kutufuatilia. Panapo majalia katika kipindi kama hichi tena, TV 38 zidi kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Langu jina ni Moses Akidadi, tukutane tena panapo majaliwa. Asanteni.